Ukiwa wewe ni miongoni mwao, basi pata kujua wewe ni miongoni mwa watu ambaye Mtume atakwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye asiyejua kusoma Qur'ani kabisa. Amezaliwa ndani ya dini, amesilimu, mpaka leo Qur'ani hajui kusoma. Apate kujua kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atamshtakia Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama kuhusiana na huyu bwana. Mtu wa pili ni mtu ambaye anayejua kusoma Qur'an lakini hasomi Qur'an. Inaweza ikapita siku hajawahi kufungua Qur'an, inaweza ikapita wiki, inaweza ikapita mwezi, miezi, mwaka. Waliyadu billah. Wewe leo unafungua simu mara ngapi wewe? Mara ndogo uliofungua simu kuangalia message yako na mtu aliyokupigia simu na kuzungumza na simu na kuangalia WhatsApp na Instagram na Facebook na TikTok na YouTube. Yule ambaye amefungua mara chache sana kwa siku ni mara 40. Mara 40 kwa siku, lakini hana dakika 10 ya kufungua kitabu cha Mungu. Hata ndani ya simu yake yenyewe amedownload Qur'ani, lakini inaweza kapita siku hajawahi kufungua. Huyu ambaye asiyesoma Qur'an na anajua kusoma Qur'an atashtakiwa na Mtume siku ya Kiyama. Mtu wa tatu ni mtu ambaye anayejua kusoma Qur'an na anaisoma Qur'an, mashallah, kila siku anasoma. Anasoma Qur'ani kama kasuku. Unajua kasuku anaimba tu, ukimuuliza maana yake nini hajui. Hii ni aibu ndugu zangu. Leo alhamdulillah kwenye mitandao tafsiri ya kila lugha imejaa. Kwenye vitabu tuko nazo msikitini hapa, tafsiri ya Kiswahili, tafsiri ya Kizungu, tafsiri ya lugha mbalimbali inapatikana katika sehemu mbalimbali. Vipi leo unasoma Qur'an na hujui maana yake? Unajua mtu ambaye anayeathirika na Qur'an ni yule ambaye anayejua maana yake. Ndio wewe ukisoma unajua maana yake nini, utaathirika. Unajua hapa kuna kitu kizito hapa inapita, lakini sasa wewe hujui, utaathirika vipi? Machozi itatoka vipi na wewe mwenyewe hujui unaambiwa nini? Na mtu wa nne alioihama Qur'ani ambaye Mtume atakwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama ni mtu anayesoma Qur'an, anajua kusoma Qur'an na anasoma Qur'an na anaijua maana yake. Anasoma Qur'an na anaijua maana yake, lakini matendo yake ni tofauti na yale mambo anayesoma na ile mambo anayejua.